Bana, mambo vipi? Ni mimi tena TIT Boy, msemaji wako kutokea Sema Africa Media, na leo tuko hapa kukuletea habari na dondoo za michezo mbalimbali ambayo imepigwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ambayo imepigwa barani Afrika na barani Ulaya. Bwana, tukiangazia kwa hapa kwetu Tanzania, kulikuwa na mechi mbili kubwa jijini Dar es Salaam ambacho zilikuwa ni mechi za dabi kati ya Simba na Yanga, na ni mechi mbili ambazo zilipigwa ndani ya wiki moja. Mechi ya kwanza ilipigwa pale Amani Complex Zanzibar, na Simba Sports Club waliibuka na ushindi na kuchukua kombe mbele ya watani wake wa jadi Young Africa. Goli ambalo lilifungwa na Selemani Mwalimu Gomez, aliweka mkwaju wa penalty na Diara alishindwa kabisa kudaka mshale ule. Hatimaye Simba akaondoka na pointi 3 na akaondoka na kombe pale Amani Complex Zanzibar. Hivyo basi mechi ya pili ambayo ilikuwa ni mechi ya ligi, ambayo mechi hiyo ilipigwa katika uwanja wa General Isamuhyo. Mechi ilianza vizuri na Simba aliukamata mchezo vizuri, lakini badala yake Simba aliongoza kwa bao 2. Aliweka bao la kwanza kimiani, akaja akaongeza bao la pili, mpaka tunakwenda mapumziko Simba alikuwa anaongoza bao 2-0. Lakini baada ya hapo Yanga walirejea mchezoni, na baada ya kurudi mchezoni Yanga walichomoa bao zote 2 na mechi iliisha kwa sare ya bao 2-2. Lakini kumekuwa na stori nyingi ambazo zimeendelea na stori baadhi ambazo zimezua sintofahamu baada ya wachezaji wa Yanga kufika uwanjani na hawakuingia katika vyumba vya kubadilishia nguo. Badala yake walienda pembeni ya uwanja ambapo kulikuwa kuna nyumba. Inasemekana nyumba hiyo Yanga wameinunua, lakini taarifa rasmi mpaka sasa hivi bado hatujazipata. Lakini Yanga walienda kubadilishia nguo katika nyumba ambayo iko jirani na uwanja, na hata baada ya mapumziko pia walikwenda katika nyumba hiyo kujadili ni nini wanaenda kukifanya kipindi cha pili, na nyumba hiyo ndio ilitumika kama sehemu ya dressing room kwa Yanga. Sasa basi, wadau mbalimbali wa michezo barani Tanzania, barani Afrika, wamedai kwamba kitu hicho ni utomvu wa nidhamu na inashusha hadhi ya ligi yetu ya Tanzania. Hivyo basi wadau mbalimbali wanaiomba TFF na bodi ya ligi ya Tanzania kuwachukulia hatua kali Young Africans kwa kile kitendo walichokifanya cha kwenda kubadilishia nguo katika nyumba ya jirani, wakati vyumba vya kubadilishia nguo katika uwanja wa General Isamuhyo vyumba vilikuwepo na walikuwa na sehemu yao ya kubadilishia nguo, na Simba waliingia katika vyumba vyao vya kubadilishia nguo, wakabadilisha nguo vizuri na mechi ikaanza, na hata baada ya mechi pia walirudi katika vyumba hivyo hivyo, lakini Yanga hakufanya hivyo. Kwa hiyo tunasubiri kauli ya TFF na bodi ya ligi tuone watasemaje kuhusiana na hili sakata ambalo Yanga wamelifanya. Tukiangazia katika bara la Ulaya, katika mechi za UEFA Champions League zilizopigwa wiki hii, ambapo Arsenal amekutana na Atletico Madrid. Mechi ya kwanza, ikumbuke Arsenal alikuwa pale Azerbaijan na alifua dafu ya kuondoka na sare ya 1-1. Baada ya hapo Arsenal alimkaribisha Atletico Madrid nyumbani kwake Emirates, na jana mechi hiyo ilipigwa na kipute hicho kweli kilipigika, mpaka Arsenal kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao likifungwa na Bukayo Saka, assist ikitolewa na Leandro Trossard. Arsenal ameibuka na ushindi katika mechi hiyo na inampelekea kwenda 1-1 katika fainali ya UEFA Champions League. Hivyo basi tunasubiri mechi ya leo kati ya Bayern Munich na PSG, ambaye ataibuka mshindi katika mechi ya leo, huyo ndio atakayekwenda kukutana na Arsenal katika mechi ya fainali. Endelea kubaki na sisi Sema Africa kwa kukuletea habari na dondoo mbalimbali za michezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tuko nawe na tunasema sisi ni Sema Africa na wakati umefika.